wanachama wanatamani sana kufahamu vipi hali yetu. Mzee wangu, usijali, wakati ukiwadia wataniona. Chama cha wavasuti ni tishio la maisha, kafala lukuki waondo usababisha lengo kupata pesa. Mr. Mo, vipi na mzee? Mwanachama mwenzetu? Hamna. Huyu ni babu yangu. Vipi? Penda kudadisi mambo Unajua mimi sasa hivi nimekuwa tajiri sana. Na nyumba kubwa na gari nzuri. Ishoti nafanya kitu chochote ambacho ninachojisikia. Mpaka sasa sijapewa sharti lolote lile. Hii imekaaje? Mr. Joe, hizo ndo pesa. Hiyo ndo nguvu ya pesa. Wenyewe walokuambia money is talking. Sikiliza, wewe mwenyewe ndio ulikuwa unahitaji pesa. Tumia. Hiyo ndo nguvu ya mwanaume. Na ukisikia mwanamke au jinsia yoyote tofauti na wewe inakwambia hana nguvu za kiume, ni pesa. Mr. Joe. Na labda tu nikwambie, enyi misitu, mapoli na njia zote za kijiji hichi, na waamuru mumpoteze huyu mwanamke asipafahamu anapokwenda. Afadhali nimekutana na wewe mdogo wangu. Yaani hapa nishachanganyikiwa. Sijui njia ndo hii. Sijui ndo nimepotea. Maana hata sielewi. Okay, tuachane nayo hayo. Samani, mimi nilikuwa naulizia shehe. Yaani kwenye huu mtaa labda unaweza kuwa unajua shehe mkali anayejua kusoma dua. Akisoma dua tu nzi kafa muda huo. Ndo namtaka. Wewe dada kavu nini unaona sura hii ya kisheshe au sura hii ya kipadri? Wewe dada vipi wewe? Kwa hiyo ndio kunijibu. Watoto wa siku hizi jamani. Yaani angalia hata mtu gani anayemjibu. Au kishatoka kuvuta bangi huko kukata gogo. Au ndio kishachukua 3000 ya fasta huko, maana watoto wa sasa hivi wakifanya mwendo kasi kwenye mapenzi wanatuzidi hata si wazee. Haya. siku zote pesa ndo kila kitu. Money is talking. Unaweza ukafanya chochote, unaweza ukamiliki chochote kutumia pesa. Wewe usijali, ikifika muda wako utaambiwa, masharti utapewa. Ila sasa hivi enjoy, kwa sababu unakaribishwa kwenye chama. Enjoy your man. Mr. Joe. Mr. Mo, unajua kula cha mtu pasipo kufanya kazi ni changamoto kidogo. Alafu nilikuwa nawaza jambo moja. Hivi ni kwa nini chama chetu cha Wavasuti kisingie katika masuala ya siasa? Yaani namaanisha napofikia masuala ya uchaguzi na sisi tugombanie katika sekta fulani. Mimi naamini tunaweza, kwa kuwa tuna kila aina ushawishi
tuna kila sababu ya kufanya. Unajua mtu hata akiwa na msimamo vipi, lakini inapokuja swala la pesa, msimamo unaondoka kabisa. Unajua bwanangu ni mlokole, kwa hiyo anapenda niwe kwenye muonekano kama huu. Umependeza. Basi mimi nilijua hela za Chumolete zinafanya kazi, kumbe shemeji. Mambo zenu? Naona mgeni mpya kwenye kikao chetu. Vipi? Ni Viki. Viki? Viki upo katika muonekano kama huo? Niko katika muonekano kama huu, ninakuwa na nguvu zisizo za kawaida. Tuachane na hayo. Mbona vikao vyenu sasa hivi mnavyovifanya naona mnishirikishi kabisa, na haikuwa desturi yetu. Kila kikao waga anapewa taarifa. Kwani kuna nini? Mkuu alisema tusikushirikishi kwa sababu ya makosa yako uliyofanya. Oh, sawa. Hivi mmesikia ujio mpya wa huyo mgeni? Maana nasikia ni wa moto, anaokoa watu. Alafu unajua kabisa sisi hapa tulivu, kazi yetu kuwafanya watu wapate kiza tu muda wote. Mzee Joe, labda nikwambie kitu kimoja sana. Wewe bado ni kondoo mdogo. Kuna vitu vingi bado ufahamu. Kwenye hii dini yetu au kichama chetu, sisi tunamiliki watu wengi sana. Tuna madokta, tuna walimu, tuna mashehe, tuna mapadri, tuna viongozi wakubwa wa serikali. Lakini huwezi kukutana nao kwa sababu wewe bado ni mdogo. Hata mimi unavyoniona, kuna wengine sijafikia level yao. Kuna vitu lazima uwe navyo vikufanye uwe level moja, yaani upande renki. Nipende kutumia kauli ya watu wa mtaani, watasemaga wewe ni beginner, yani wewe bado mdogo kwenye huo mchezo. Kwa hiyo ningekuomba kitu kimoja. Na imani kitabu nimekupa na unakisoma vizuri. Kama upo kurasa za nyuma, naomba uruke ufike kwenye kurasa ya 333. Mr. Joe, utaenjoy, kuna vitu utavijua. Soma kurasa hiyo tu ya mbele, afu utarudi nyuma utaendelea na kurasa zako. Mr. Joe, you're welcome. Na kupitia nyakati ngumu kwenye maisha yao. Hilo swala mnalionaje? Huo ujio mpya tumeusikia. Sasa tunamsubiria aingie kwenye anga zetu. Atatujua sisi ni wakina nani. Oh, mimi naenda. Angejua. We mwacha mfate, limkute jambo. Asnati, hayo yote kwa sababu yako wewe. Umeniponza. Usingekuja nyumbani leo asingenikuta haya. Nimekuponza nini mimi hapo? Wewe si ndio umenipeleka mimi kwa yule mzee. Mimi namjua yule mzee. Mzee yule mwanafunzi ni nani? Mwanafunzi? Sio mwanafunzi yule. Na sio mara ya kwanza kunikuta pale. Na alinipa onyo. Ila mimi nimekuwa mbishi. Yote kwa huruma yangu. Alafu wewe mpumbavu, ulikuwa unanipiga viboko vya nguvu. Mimi nilikuwa nakupiga taratibu. Kwa nini ulikuwa unanifanyia vile? Tuachane na masuala ya bakora. Wewe mwenyewe umenipiga vile vile. Kwanza hapa tupo wapi? Mimi sielewi tupo wapi. Mpaka naogopa. Hivi tutatoka salama kweli? Tutafute njia ya kufika nyumbani. Au tupite hivi? Sitoruhusu mpagiwe kwenu kwa sababu nyinyi ni majeuri.
Mtoto, haujambo? Jambo. Shikamoo. Marahaba. Unaitwa nani? Naitwa Tifa. Sasa mdogo wangu Tifa, yaani nimepa mimi hata sielewi, sijui nimepotea, sijui ndo nimesahau na kukwenda. Samani, kuna shehe mmoja nilikuwa namuulizia. Yaani huyo shehe, anasifika. Yaani dua zake akisoma zimesimama wima. Yaani hapa akiamua mtu atoke Ulaya aje saizi hapa, anafika. Sijui unaweza kuwa unaelewa labda maeneo haya nyumba yake iko wapi? Utapita njia moja kwa moja. Kule mbele kuna njia imekunja hivi. Utafuatisha hii moja kwa moja. Sageda. Najua wewe unijui, ila mimi nakujua vizuri na kuelewa shida yako. Najua ndoto zako, una ndoto nyingi sana. Unahitaji kupambania familia yako, unahitaji kujing'amua kwenye umaskini uliokuwa nao, na ndio maana kila muda unachakalika. Na niseme tu, hii ni ndoto ya kila kijana mpambanaji kama wewe hapo ya Sageda. Sasa mimi nimeona nikusaidie Sageda. Ya Sageda. Cha kwanza mimi sikufahamu na nashangaa wewe unanijua mimi. Afu tena chingine, mimi sihitaji mtu yoyote aweze kuisaidia familia yangu. Ndio maana nimeinvestment kwenye kilimo ili niweze kuwasaidia wazazi wangu na familia yangu kiujumla. Afu tena chingine, nikikutazama upo kwenye muonekano mzuri sana. Afu tena mimi fukara, angalia nguo zangu hizi, hazina hata hazi. Mimi nikusaidie nini? Mbona kama unachekesha jamii? Hilo ndo tatizo la vijana wengi. Mimi ni mtu ambaye nimejitolea kukusaidia. Labda tu nikuahidi, mimi nitabadilisha maisha ya wazazi wako. Mbele utakuta njia panda zimekaa hivi pacha. Utafuatisha hii au utaenda naye moja kwa moja mpaka chini, kuna nyumba imejitenga peke yake. Ndio hapo hapo. Yaani hapo bado sijaelewa vizuri. Maana umesema nikipita hivi, umeona njia ilonyoka. Utafuatisha hii moja kwa moja. Utakunja. Ukishakunja utaenda na moja kwa moja. Mbele utakuta njia panda zimekaa hivi pacha. Utafuatisha ya kushoto. Utaenda naye moja kwa moja mpaka chini kabisa bondeni. Kuna nyumba imejitenga peke yake. Ndio hapo hapo. Umesema unaitwa nani? Naitwa Tifa. Yaani nimekupenda bure mdogo wangu. Maana kuna mitoto mingine ukiuliza inavyokujibu. Utasema imetapikwa na anakonda. Asante. Haya, karibu. Sitoruhusu kwa muda huu pajue nyumbani. Na hata usho unamtafuta hautompata kamwe. Nitafanya waishi tofauti hapa kijijini. Watatembea wakijigamba. Watatamba kijiji kizima. Labda nikwambie, mimi na kitu kidogo sana nahitaji kutoka kwako ya Sageda. Kidogo tu. Unajua wewe ni mtu fulani yani
upo natural, una damu fulani hivi, una rangi, una ngozi fulani ambayo watu kama sisi wavaa suti nyeusi ambao tunapenda kucheza nayo muda wote. Yasageda. Labda tu nikwambie rafiki yangu, na kuhakikishia nitaisaidia familia yako, ila wewe nisaidie kitu kidogo, sio kikubwa, ni kidogo tu. Yasageda. Rafiki yangu, wewe ni rafiki yangu sana, ijapokuwa unanijua leo. Yasageda. Unasemaje rafiki yangu? Yasageda, una rangi fulani ambayo nikitoa sadaka na mimi nitapanda sasa hivi cheo. Chama cha wavaa suti ni tishio la maisha. Kafala lukuki waondo usababisha. Lengo kupata pesa, wafanye anasa, ila wanatutesa kwa nguvu za giza. Wachawi hutumiza, natulisha usembe, natulimisha kama ngombe. Mapenzi haya someki, kitabu kimechanika, yamejawa unafiki, sati penzi unjika. Mambo poa. Samahani dadangu, kuna jambo ambalo limetukuta na jambo hilo limetufanya tujikute tu katika hili poli. Hatuelewi wapi tunapoenda na wala tunapotoka. Tangia asubuhi tunazurura, nahisi tumepotea. Tunakomba dadangu, utuelekeze njia ya kutokea. Mimi hapa ni mgeni, ni mtalii tu, sipajui kokote, na mwenyeji wangu kaenda kwa kujisaidia, ila tu cha kuwasaidia iteni tu hapo kwenye njia, labda mkatokea sehemu mnapopataka. Chama cha wavaa suti ni tishio la maisha. Kafala lukuki waondo usababisha. Niambie. Najua wewe ni mtu mkubwa sana katika dini yetu. Najua wewe ni mlinzi mkubwa sana wa dini. Wewe ni upande wa kuume. Mimi na shida yangu, nahitaji unisaidie. Hapa mtaani kwangu kuna kidudu mtu kimeingia, kinajikuta shujaa hivyo, kinaniharibia mtaa. Nimekuita wewe, najua una uwezo huo, kwa sababu mimi ananisumbua. Nahitaji ukanisafishie mtaa. Unakuomba ndugu yangu, ukanisafishie mtaa. Wantadida, Wantadada, nitafuata utakavyo. Upande wake tu sima